Mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Mei 15, wote waweze kuvaa taji. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio upige mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 24. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu, tupatie Roho yako Mtakatifu atuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Washindani katika michezo ya kale, baada ya kujisalimisha kwa kujinyima na nidhamu kali, bado hawakuwa na uhakika wa ushindi. Paulo aliuliza, "Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio upiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja?" Hata kama wakimbiaji wangejitahidi kwa hamu na kwa bidii, zawadi inaweza kutolewa kwa mmoja tu. Mkono mmoja tu ndio ungeweza kushika shada la maua lililotamaniwa. Wenda wengine wakajitahidi sana kupata tuzo, lakini wanaponyosha mkono ili kuipata, mwingine mara moja mbele yao wangeweza kushika hazina iliyotamaniwa. Hivyo sivyo ilivyo katika shindano la Kikristo. Hakuna atakayetii masharti ambaye atakatishwa tamaa mwisho wa shindano. Hakuna mtu mwenye bidii na mvumilivu atakayeshindwa kufanikiwa. Si wenye mbio washindanao katika michezo, wala si walio hodari washindao katika vita. Mtakatifu dhaifu zaidi pamoja na wenye nguvu zaidi anaweza kuvaa taji ya utukufu wa milele. Wote wanaweza kushinda mbao kwa uweza wa neema ya Mungu, wanaleta maisha yao katika upatanifu na mapenzi ya Yesu Kristo. Mazoezi katika undani wa maisha ya kanuni zilizowekwa katika neno la Mungu mara nyingi sana yanachukuliwa kuwa si muhimu, kuwa ni jambo dogo sana linalohitaji kutiliwa maanani. Lakini kwa kuzingatia suala lililo hatarini, hakuna kitu kidogo kitakachosaidia au kuzuia. Kila tendo hupimwa katika mizani ambayo huamua ushindi au kushindwa kwa maisha. Na malipo wanayopewa wale walioshinda yatalingana na juhudi na bidii walioifanya. Paulo alijua kwamba vita vyake dhidi ya uovu havingeisha ili hali uzima ungalipo. Daima alitambua hitaji la kuweka ulinzi mkali juu yake mwenyewe ili tamaa za kidunia zisiweze kushinda bidii ya kiroho. Kwa nguvu zake zote aliendelea kupambana dhidi ya mielekeo ya asili. Kila mara aliweka mbele yake lile jambo linalofaa kufikiwa, na lengo hili alijitahidi kulifikia kwa utii wa hiari kwa sheria ya Mungu. Maneno yake, matendo yake, shauku zake, vyote viliwekwa chini ya udhibiti wa Roho wa Mungu. Lilikuwa ni kusudi hili moja la dhati lisilogawanyika la kushinda shindano la mbio za uzima wa milele ambalo Paulo alitamani kuona likifunuliwa katika maisha ya wale waumini wa Korintho. Alijua kwamba ili kufikia ubora zaidi wa Kristo kwa ajili yao, walikuwa na pambano la maisha mbele yao ambalo hakungekuwa na kuachilia. Aliwasihi wajitahidi kwa kufuata sheria, siku baada ya siku kutafuta uchaji Mungu na ubora wa kimaadili. Aliwasihi kuweka kando kila mzigo mzito na kusonga mbele hadi kufikia lengo la ukamilifu katika Kristo. Utasoma The Acts of Apostles ukurasa 313 hadi ukurasa 315. Lengo moja aliliweka daima mbele yake na kujitahidi kwa bidii ili kufikia haki ya Mungu ipatikanayo kwa imani. Utasoma Wafilipi 3 mstari wa 9. Lakini pia utasoma The Acts of Apostles ukurasa 314.
huu ni mwisho wa somo letu la Mei 15, wote waweze kuvaa taji. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri la siku ya leo. Tunajikabidhi kwako. Tunaomba utusaidie tuweze kuishi leo mapenzi yako, ili tuweze Baba kuvaa taji ile ya uzima na ushindi. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu